Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu mnaonitazama kwa wakati huu katika siku kuu ya leo. Nina imani ya kwamba mko wazima kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na Mungu ametuwezesha tumeweza tena kukutania kwa huu mtandao kwa mara nyingine tena, na Mungu ana sababu ya kwamba mimi na wewe tuweze kukutania hapa. Tunakutania hapa kwa ajili ya kujifundisha neno la Mungu peke yake, wala sio kujifundisha mambo ya kijinga yatakayotuweka jehanamu. Tunajifundisha mambo yatakayotujenga katika misingi ya kiroho ili tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Na kumbuka ya kwamba ufalme wa Mungu upo katika dunia. Maana katika sala ya Bwana Yesu anatuambia kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu upo ndani yetu. Na ufalme wa Mwenyezi Mungu unapofanyika mbinguni, basi unafanyika vile vile duniani. Na ili uweze kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu, ni vizuri uzidi kufuata sheria za Injili kama jinsi ilivyoandikwa. Basi katika siku ya leo, bila kupoteza muda, ningependa tuweze kujifundisha Injili takatifu. Leo tunakwenda kujifundisha kitabu cha Mithali ya Sulemani. Nadhani tukitazama katika kitabu cha Mithali katika sura ile ya 14 kuanzia mstari wa kwanza, Sulemani anazidi kutueleza ya kwamba mwanamke mtiifu, mwanamke mwenye busara, mwanamke mwenye akili huijenga nyumba yake na kuitunza kwa njia inayostahili kabisa. Lakini yule mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake yeye mwenyewe. Basi vipi hawakuongelea wanaume? Kwa nini wakaongelea tu wanawake peke yao? Kwani wanaume walikuwa wapi enzi zile? Ama kulikuwa na tatizo gani iliyosababisha ili tu wanawake wasemwe peke yake? Hii ni Injili ambayo imeandikwa na imetoka ndani ya Biblia, wala sio mimi nimekuja nayo, na nimeweza kuisoma vizuri, tena nimekuwekea pale mbele ili uweze kujithibitishia wewe kama mwanamke. Kitu ambacho kinanisumbua sana katika akili zangu, mandugu zangu, madada zangu, ningependa tuweze kuongelea na tuweze kusaidiana, kwa sababu hili jambo linatia shaka sana moyoni na linauma sahidi. Wakati mwanamke anakuja kushindwa kuitunza nyumba yake na kuibomoa nyumba yake mwenyewe na mikono zake miwili, inakuwa ni hatari sana katika maisha ya familia,